None are dancers, none were good. There wasn't a way I could fit in. It was always tough, it was always a burden, it was always torturing. No man could endure. They gave me a reason to deny the existence of God. How could God create you for torture? There is no point for that. There is no satisfaction in that. However, even after denying his existence, I couldn't bear the weight of life. I felt a need for revenge. I wasn't forgiven, and all this made my life even worse despite the success I dreamt of as a child. Something changed in me when I found the truth. This truth was Christ. He is not a religion, he is Christ. He is not culture, he is Christ. He is the true life. The Bible puts it clear. Nukuu hii ni moja ya nukuu muhimu zinazoelezea habari ya Kristo. Nukuu ambayo inaweza kutafsiriwa kwa lugha yetu ya Kiswahili kuwa hakuna aliyekuwa na majibu, hakuna aliyekuwa mwema, hakukuwa na uwezekano wa mimi kuwa kama wao. Kila siku ilikuwa ni ngumu, kila siku ilikuwa ni mzigo mzito kwangu, kila siku ilikuwa ni mateso. Hakuna mtu angeweza kuivumilia. Kwa sababu hiyo ilinipa sababu ya kukataa kuwepo na uwepo wa Mungu. Kwa nini Mungu aniumbe kwa ajili ya mateso na maumivu makubwa namna hii? Hakukuwa na utoshelevu na majibu ya kunitosheleza kuhusu uwepo wake Mungu. Pamoja na kukana uwepo wa Mungu, lakini bado nilijihisi kubeba mzigo mzito wa maisha. Maisha kwangu yalikuwa mzigo mzito, maana kila mara nilikuwa na kiu na shauku ya kutaka kulipiza kisasi. Hali hii ilifanya maisha yangu kuwa mabaya zaidi, pamoja na kutimiza ndoto zangu nilizokuwa nimewaziwaza utotoni. Kila kitu kizuri na hadhi nilivipata, lakini maisha kwangu yalikuwa ni mzigo mzito kwa sababu ya kutaka kulipiza kisasi. Hali mpya iliniingia baada ya kuipata kweli ambayo ni Kristo. Kweli ambayo ilinionyesha kuwa Kristo sio dini. Yeye ni Kristo, wala si utamaduni. Yeye ni Kristo. Kristo ndiye maisha ya kweli na Biblia imeweka wazi hili. Shalom mtazamaji wangu wa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Asante kwa kuwa mtazamaji na mfuatiliaji wetu mzuri wa makala zetu za Kitabuni Kuna Kitabu, makavazi ya familia ya Kristo Yesu duniani. Karibu sana katika mwendelezo wa makala zetu pendwa ambazo ni majibu yako na familia yako na uzao wako wote juu ya nchi. Kitabuni Kuna Kitabu tunasema, hakuna jambo lisilowezekana kwa Kristo, wala hakuna swali lisilo na jibu kwa Kristo. Tena hakuna maarifa au hekima au nguvu ya kumzidi Kristo juu ya ulimwengu wote. Hakika Kristo ndiye yote katika yote. Kristo ndiyo tosha itoshayo. Nukuu niliyoanza nayo ni kutoka katika sehemu ya ushuhuda wa mwana wa Mungu ambaye kabla ya kusikia habari za Kristo, kuziamini na kufanyika mwana wa Mungu, alikuwa moja ya majina 4 makubwa duniani ambayo yanakana kuwepo na uwepo wa Mungu, au wanajulikana kwa jina la atheists. Kati yao ni Richard Dawkins, Sam Harris na Christopher Hitchens. Mtu ambaye hali hiyo ya kukana kuwepo na uwepo wa Mungu ilimkuta baada ya historia mapito magumu ya tangu utotoni yaliyosababishwa na tamaduni, desturi na dini aliyokuwa amezaliwa na kukuzwa. Hata hivyo mambo yalibadilika baada ya kukutana na kweli ambayo ni Kristo mnamo mwaka 2023. Mwana Mungu mwenyewe akieleza kuwa katika hali ya kukata tamaa baada ya kukosa maana ya maisha na kusudi la kuishi kwa miaka 54 aliyoishi duniani, kwa mahangaiko makuu aliamua kwenda kwa mtaalamu wa afya ya akili ambaye kwa neema ya Kristo mtaalamu huyo alikuwa ni mwana wa Mungu katika Kristo Yesu. Baada ya kujielezea kwa mtaalamu huyo kuwa alijihisi mwenye shimo kubwa ndani yake ambalo limekosa mtu wa kulijaza kutokana na kukosa maana ya maisha, mtaalamu huyo alimpatia maelekezo ya kuandika mambo yote ambayo anafikiri ndio huleta maana ya maisha na kusudi la kuishi. Maajabu yalianza kuonekana pale ambapo kila aliloliandika alishangazwa kuona ni sifa zilizomwelezea Kristo. Maana zote zilionekana katika Biblia kama alivyosomewa na mtaalamu huyo. Hapo alijikuta ghafla akilia na kupiga magoti, kuomba na kumshukuru Mungu kwa sasa amepata pumziko. Amepata amani ya kweli na kupata maana ya maisha. Huyu si mwingine bali ni mwana wa Mungu, mwandishi wa vitabu, mwandaaji, mwandishi wa story na script ya filamu ya Submission ya mwaka 2004 iliyomsababishia kifo mwandaaji mwenzie Theo van Gogh. Mwanasiasa na kiongozi wa zamani nchini Uholanzi.
mama wa watoto wawili na mke wa mtu mmoja, Bi Ayaan Hirsi Ali, mwenye asili ya Somalia lakini mwenye uraia wa Marekani hapa duniani na uraia wa ufalme wa Mungu kwa sasa. Ukweli ni kwamba yote aliyopitia tangu kuzaliwa kwake Somalia, baadaye kukimbilia Kenya, kisha Saudi Arabia na baadaye Uholanzi na sasa anaishi Marekani, yote hayo ilikuwa ni sababu ya kuchukia dini na tamaduni za wanadamu zilizopotofu. Uuaji wa kikatili ulihalalishwa kwa kigezo cha Mungu ilimfanya achukie sana dini na Mungu pia. Hata hivyo, yote hayo yalikuwa sehemu ya kufanya awekeze sana katika elimu na maarifa ili aweze kuja kuwasaidia watu wengine ambao wanateseka kwa kivuli cha dini. Elimu ilimpa ujasiri wa kuweza kusimama imara na kukemea vikali masuala kadhaa ya kidini yaliyoumiza watu, jambo lilompelekea kuwa na uadui mkubwa na dini. Mnamo mwaka 2001 alikuwa kati ya majina 10 yaliyotangazwa kuwindwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Katika yote hayo, Mungu aliendelea kumlinda na kumsogeza karibu naye kila siku. Tukio la 2001 mwezi wa 9 siku ya 11 maarufu kama September 11 lilitokea nchini Marekani, ndio ilikuwa ukomo wa yeye kuamini katika Mungu na kuamua rasmi kuwa kioo cha watu wasioamini uwepo wa Mungu, huku akiweka nguvu kubwa katika kutetea haki za wanawake na kukemea uovu unaofanyika katika dini. Ayaan alifanikiwa mno, aliheshimika, akajulikana na kupewa nafasi katika viti vya juu vya uongozi wa nchi ya Marekani. Dunia ikamtaja kama mmoja wa watu muhimu katika harakati za kuleta usawa wa kijinsia na kuchochea amani. Hata hivyo, Ayaan mwenyewe bado alikuwa hana amani ndani yake. Alikosa pumziko hasa pale alipokumbuka mambo mengi aliyoyapitia. Pengine angeweza kuwa mmoja wa watu hatari zaidi duniani kama Bwana wetu Kristo Yesu asingeingilia kati. Ama kwa hakika, Kristo ndiye njia, kweli na maisha. Dini si Kristo. Dini haiwezi kukupa utoshelevu. Kristo pekee ndiye utoshelevu wa watu wote. Hongera Ayaan Hirsi Ali kwa kujua kweli. Hongera kwa kuwa jasiri na kuifunua kweli hii kwa familia yako na kufanya dunia nzima ijue kuwa maisha ni Kristo. Kitabuni kuna kitabu tunakutakia baraka ya Roho, neema, maisha marefu yenye furaha na kustarehe juu ya nchi. Ulikuwa nami msimulizi wako Neila Tony katika makala hii iliyoandikwa na kuandaliwa na mchungaji Ernest Mbala wa Sonship Spirit TV. Asante na kwaherini.